mambo ya Suluhu, Mr. Speaker, hiyo mradi ilienda kule, lakini mradi ilikuwa inafaa hapa Kenya. Hiyo mradi ilikuwa inafaa hapa Kenya, lakini tusikae kama watu ambao hawajielewi East Africa. Ukienda Europe, passport yao ni moja. Ile maendeleo iko Poland, ile maendeleo iko England, wale watu wanashare kila kitu. Lakini sisi ni walafi. Nchi nyingine jirani yako akipata kitu ambaye inaweza saidia nchi, mnaanza siasa duni. So Ruto is very right, na hata bunge mliona Tanzania vile amepigiwa makofi. Asante sana. Hii mambo ya Suluhu nini hii haitusaidii, lakini sasa itabidi tuongee sababu ndio siasa. Mimi naomba kusema hivi, kulingana na venye nilielewa mambo ya Tanga refinery, ilikuwa ni triple P. Sababu investor mkubwa pale kulingana na venye nilisikia ni Dangote. Na Dangote analeta investment, ameona Tanga ndio inafaa. Na rais akasema Tanga hapa investment ikija, sababu kama mjui saa hii nani anatoa pipe zake kutoka Uganda zinaelekea kufika Tanga za mafuta Uganda. Na rais akasema hapa Tanga ni karibu na Mombasa, less than 200 kilometers, itakuwa ni faida kwetu. Ndio maana wanaungana kama East and Central Africa. Kwa wale wajui, Kongo magari zinachukua mafuta hapa Tanga. Rwanda, Zambia wanachukua hapa mafuta. So itakuwa addition to us kama Kenya, tukiungana kama East and Central Africa. So ukikija hapa alafu natuambia ati rais ndiye ameenda kuinvest shares zake Tanga, unatudanganya. Ile amesema itafanya mafuta ya Kenya iwe na bei ya chini, tofauti na currently. Amemaliza kutenga Kenya, ameenda kutenga Tanzania. Uongo 1000 imegawanywa, Kenya imeisha. Wakenya wamemsikiza, amekuwa circus. Ameenda kupeleka Tanzania mahali wanampigia makofi. Muhurumieni, muombeeni, muacheni hapo. Jambo la pili, kupelekwa kwa refinery Tanzania ni failure zilianza Kenya. Kama hatujatoka China leo, hatujaingia leo kutoka China. Kama mnafahamu miradi wa Lapset, ilikuwa inahusisha mpaka pipeline itoke upande wa pili mpaka Lamu. The reason why ule mradi Dangote anaupeleka Tanzania ni kwa sababu hata hiyo Lapset tumeshindwa kuimplement 10 years down the line baada ya Kibaki kuchora mipangilio hiyo. Ni failure, si failure? Saizi tunaongelea mambo na CBC, inauma sana. Hapa kuna wazazi, wanafunzi 151,051 wana drop out, na walikuwa wamesema hiyo ndio itagarantia 100% transition. Report ya jopo lililotungwa na Rais Uhuru Muigai Kenyatta chini ya Ambassador Amina Mohamed ili conclude wakati ule kuwa serikali haiko tayari kuimplement CBC. Kweli si kweli? Pili, huyu rais aliyekalia kiti alisimama akiwa kule Mlima Kenya, wakati huo Rigiji akiwa kando yake, akasema nikiweka Biblia chini hii CBC si ndio inaondolewa. Alisema inaondolewa juu imekuja kuumiza Nini imebadilika saizi? Nini imebadilika saizi? Hatuoni uzuri wake. Ni kununua vitabu na kubadilisha vitabu kila mwaka. Bado Biblia na isiwekwe chini kabisa, aende nao Sugoi. Aende nao Sugoi. Jambo lengine, mmesema viwanda vinaenda kule. Wajua hao watetezi wa serikali wananistajabisha sana. Tukiuliza, tukikashifu uongezwaji ushuru, wanalalamika. Si ndio? Kukiongezwa, tukakashifu utumizi wa pesa, wanalalamika. Juu pesa nao si yao. Ushuru ukiongezwa ni mchango wa Wakenya. Si ndio? Ushuru ukiongezwa ni mchango wenu na mnatarajia manufaa fulani kutoka hiyo. Hela zikitumika vibaya mpaka tuulize maswali. Saizi hamna afya, 104 billion SHA imeenda, 500 billion kila mwezi. 500 million kila mwezi
inaenda. Bilioni 11 ilienda, si ndio? Bilioni 6 zingine ikae, bado ni pesa. Narudi kwa CBC. Wakati wa Rais Kibaki kulitokea ripoti kutoka kwa, I think ilikuwa ni United Nations, wakasema best practice ni kuwa budget ya elimu ifikie 15%. Wakati wa Kibaki waliweza kuimplement free primary education, budget ikiwa karibu 8% ya jumla ya budget ya taifa. Saizi budget ya jumla inaenda kwa elimu ni 20% na bado hatuoni matunda. Hizi pesa zinaenda wapi? Hizi pesa kama wanakula nawaambia suluhu ni moja na one term is guaranteed na Ruto must. Habari zenu wanabunge. Mimi nashangaa sana ndugu zangu wakisema kwamba Rais eti ameenda Tanzania kwa minajili ya kutaka kuunda oil refinery Tanzania. Kwanza rais angeliwaambia wa Kenya anayemiliki oil refinery hii hapa kwetu Changamwe ni nani? Kwa sababu huwezi kwenda kupelekea watu ajira na kwako hakuna kazi. Haiwezekani. Sasa ule mradi mjamaa akituambia sijui Dangote ni nani? Dangote na rais nani mwenye power? Huu mradi basi wa Tanga ni wa rais wa Kenya, wa Uganda na wa Tanzania. Hapo mkisema namna utakubali. Lakini leo mzee akija kituambia Uganda, Rwanda, Burundi na chukua Tanzania urongo, malori yote yanaingia hapa Uganda kuchukua mafuta. Nchi zote zinakuja kuchukua mafuta hapa. Sasa rais angelituambia oil refinery hii yetu ya Changamwe anaimiliki ni mtu kadhaa, tungesema sawa. Lakini hatuambia kibila kwenda kuunda mali kwingine kibiashara zao. Ukituambia habari ya ushuru, wengi wafanyabiashara wamekimbia Kenya kwa sababu ya kuongezwa ushuru na kuwa watu wanataka share. Sasa hizi share zenu ndio zimekimbiza wafanyabiashara ndani ya nchi ya Kenya. Na hili liko wazi. Ndio kaona makampuni mengi yamekimbia Kenya kwenda nchi nyinginezo. Leo mtataka kuleta kiwanja mwanzo ulizwa mtapata share. Sasa huu maskini utatuganda hivyo hivyo mpaka tubadilishe viongozi mpaka rais, wabunge mpaka rais, ndio tutakuwa tumetatua hili tatizo. Pili, mimi nimeshangazwa ndugu zangu wakisema Uhuru sijui masomo. Uhuru ameingilia na wapi? Si serikali. Serikali ina uwezo mkubwa sana. Ukituambia serikali imetoa pesa vitabu hakuna, wewe unaona kapungwa mawazo. Kwa sababu ni wajibu wa serikali kuendeleza elimu. Lakini serikali ya William Ruto haitaki watoto wasome. Haja yao ni wananchi wa Kenya wajue namna ya kupiga kura. Wewe angalia mambo ya kupiga kura wanavyochachawa. Lakini leo kusoma elimu haijali, inakwambia mtoto akishafikisha miaka 18 anachukua kitambulisho tena anafuatwa shule. Hiyo ndio umuhimu wao. Kwa hiyo serikali ya William Ruto imefeli, mambo ni one term. Mambo ya Ruto kwenda kutangaza kwa ninio refinery ijengwe Tanga. Ruto kulikuwa na conference hapa Kenya ambapo Dangote stakeholder wakubwa wote ambao wana refineries walikuja. Lakini Dangote mwenyewe alipropose because he cannot have the refinery at the west ambao kuna wells kama Ngamia 1 peke yake, ndio wakamua waweke Tanga so that DRC, Rwanda kule kote ambao pia wanafanya nini prospects za oil, so that asija ka waste pesa ikiwa refinery iko Kenya na Kenya ina mafuta ambayo ijulikani ni kiasi gani. Ndio Dangote akapropose kwa hii refinery ijengwe Tanga so that Congo, all East and Central Africa ambao wana prospect mafuta wataweza kutumia hiyo refinery so that hata kwa waste, because construction ya refinery ni billions of money ambao hakuna country za East Africa wanaweza kusimamia. Kwa hivyo the only thing watafanya ni kuweka pipeline kutoka Ngamia huko ama kutoka refinery kwenda Tanga, na kutoka the other part watakuwa wanafanya zao. Nadhani hiyo mumeelewa hivyo. Sasa nikija kwa mambo ya tatu ya Ruto kwa Ruto ile ilikuwa ile ingine ilikuwa Ruto amefanya nini? Amesema majinsi wachapwe. Very good. Nina agenda. I think that, I want to contribute kwa ile motion ya tax. Mimi nilimuuliza mheshimiwa aliyekuwa hapa. Ruto aliongeza
kilo moja ya majani kutoka 20 mpaka 30 na ya kahawa kutoka 60 mpaka 100. Je, 0.8% ni nini katika almost 40%? That means Ruto is still getting nothing. Kwa hivyo lazima taxi ilipwe so that Kenya can grow. Huwezi kukosa kulipa tax. Asante sana Bwana Speaker.